Changamoto ni kama hivi unavyoona hali shona, kila siku unafanya kazi, lakini kama hivi ushaungiliwa na vitu inabidi tu na subira tu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilikuwa upande wa pembeni, nikaanza kuona moto unawaka, moshi unatoka. Mimi hapo nikachukua maamuzi ya kwenda faya moja kwa moja. Chanzo mpaka sasa hivi kinasadikika ni hitilafu ya umeme, lakini bado uchunguzi unaendelea. Maduka matatu yaliyopo jijini Tanga yamenusurika kuteketea kwa moto uliodaiwa kusababishwa na hitilafu ya umeme, ambapo juhudi za haraka za jeshi la zimamoto na uokoaji zilifanikiwa kudhibiti moto huo na kuzuia madhara makubwa zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari, mtoto wa mmiliki wa maduka hayo Mohamed Abdalla amesema walifunga maduka majira ya mchana na kuelekea msikitini kwa ajili ya ibada, lakini dakika chache baadaye moto ulizuka na kuanza kuteketeza baadhi ya vitu. Kwa upande wake, shuhuda wa tukio hilo Abdulatif Hamisi amesema baada ya kuona moto huo alichukua hatua za haraka na kwenda moja kwa moja katika ofisi za jeshi la zimamoto na uokoaji kutoa taarifa. Akithibitisha taarifa hiyo, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkaguzi msaidizi James Mwanga amesema chanzo cha moto huo kinasadikika kuwa ni umeme, na ameendelea kuasa wananchi jijini Tanga kujiwekea utaratibu wa kukarabati majengo yao ili kujiepusha na majanga ya moto yanayoweza kutokea wakati wowote. Msomaji wako ni mimi Yusufu Msangazi. Tulikuwa tumefunga muda mchana, tumeenda kuswali kama kawaida yetu na ni ada yetu kila siku miaka yote, ila hii ni ajali tu imetokea na tulikuwa hatujalifahamu, lakini tumejulishwa na majirani wametusaidia kama hivyo. Na ni ajali tu kama Mwenyezi Mungu mwenyewe, kadari ya Mwenyezi Mungu alivyopanga. Changamoto ni kama hivi unavyoona hali shona, kila siku unafanya kazi, lakini kama hivi ushaungiliwa na vitu inabidi tu na subira tu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilikuwa upande wa pembeni, nikaanza kuona moto unawaka, moshi unatoka. Mimi hapo nikachukua maamuzi ya kwenda faya moja kwa moja. Kufika nikatoa maelezo, basi hawakuchukua muda, jeshi letu la zimamoto hapo wakaja wakaanza kazi yao na wamefanikiwa kumaliza kwa wakati mzuri sana. Tunashukuru Mungu, moto umemaliza kwa wakati mzuri sana. Shukuru sana. Mimi ni incharge wa shiti ambayo tumepata tukio la moto. Nilipata tukio la moto kutoka kwa raia mwema, alikuja ofisini kwetu pale na kutueleza kwamba maeneo ya barabara 14 na nyumba inawaka moto. Kwa hiyo baada ya hapo tukafanya utaratibu wa kufika eneo la tukio, na baada ya kufika eneo la tukio kwa hiyo tukakuta moto na tukakuta wananchi wakitoa msaada. Kwa hiyo baadaye tukatoa wananchi pembeni ili tuanze kufanya ile kazi kwa makini zaidi. Na hii nyumba ni ya ghorofa 3, lakini eneo ambalo limeathirika ni underground, ambayo ni floor ya chini. Na vitu ambavyo vimeathirika, niseme hili ni duka la vyombo vya ndani na vyombo mchanganyiko. Kwa hiyo kuna baadhi ya vyombo vimeathirika. Kwa hiyo kifupi taarifa ni hiyo, na vile chanzo mpaka sasa hivi kinasadikika ni hitilafu ya umeme, lakini bado uchunguzi unaendelea. Napenda kuwasihi wananchi kwamba majengo ambayo tunayamiliki, ikiwa ni nyumba ya kuishi, lazima tuwe tunafanya ukarabati wa kufanya service wiring za umeme kila baada ya miaka 4 mpaka 5 ili kuondoa hitilafu hizi ambazo zinatokeza mara kwa mara. Kwa hiyo tunawasihi sana wananchi, na vile wajaribu kutumia namba yetu ya dharura 114, kwa sababu sisi taarifa tumeipata kwa njia ya mtu kuja na usafiri wake binafsi. Kwa hiyo ina maana tumepigiwa simu kwa muda mwafaka, na maana jengo hili lisiharibika asilimia kubwa. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wakipata taarifa au wakiona taarifa yote ya tukio la moto watoe taarifa kwa kutumia namba 114 ili na sisi tuweze kufika kwa muda mwafaka ili tuweze kuokoa maisha na mali.